Naam, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi hiki cha Dau la Elimu hivi leo, ambapo tunazungumzia kuhusu huduma za maktaba nchini Kenya. Nashukuru sana kwa namna ambavyo mnafuatilia kipindi hiki, wadau wote wa elimu, shule ya sekondari ya Bishop Okinda Achuth, shule ya Mseto kule katika kaunti ya Uriri, kaunti ndogo ya Uriri, kaunti ya Migori, mwalimu Opere G Morrison, na nimepata ujumbe wako kwamba unasema kwamba wanafunzi na walimu wa eneo hilo basi mnafuatilia kwa karibu sana, na hivi karibuni basi tutawatembelea hapo ili tuzungumze na tujadiliane na tujuzane mawili matatu. Karibuni tena katika awamu hii basi, ambapo ningependa kumhusisha ndugu Richard Atuti, nimuulize kwamba je, kuhusiana na masuala ya digital reading, sijui kama mnazingatia hilo, manake siku hizi watoto wa siku hizi wanaogopa sana kufunua kurasa za vitabu. Asante Frank. Ndio, katika zera zetu ambazo zile tunatekeleza kwa sasa, tumehusisha hasa mambo ya kutumia teknolojia ili kupeana huduma ambayo inafaa kwa wasomaji wetu. Kufikia sasa hivi tulikuwa na mradi mmoja ambao umefadhiliwa na CAK, Communication Authority of Kenya, ambao ni wafadhili wetu wakuu katika mambo ya kuweka mitambo katika maktaba zetu zote. Mradi wenyewe ulihusisha kutusaidia na computers zaidi ya 600 mpya ambazo zimewekwa katika matawi yote 61. Na zaidi ya hapo wametusaidia na kuleta mambo ya internet katika kila library, iwe ndogo iwe kubwa, iko na internet connectivity. Na internet connectivity ambao wasomaji wetu wanaweza kuitumia for masaa kama 9:30 kwa kila siku for free. Na hiyo ni hatua kubwa katika mambo ya kusaidia wale ambao wanataka kutumia teknolojia ili kufanya utafiti, kuwasiliana na pia kujifunza vile ambavyo wanavyotumia teknolojia ya kisasa. Zaidi ya hapo, kuna wafadhili wengine ambao wametusaidia hivi karibuni. Kwa China wanaitwa World Reader. They are based in San Francisco. Tulifanya proposal moja nao na wakatusaidia na Kindles. Tulipata Kindles 3,000 ambazo zimeenda katika kila tawi. Na Kindles ndio nini? Kindles it's a small e-reader. Mtambo kidogo, is a small device size of a tablet. Na ina uwezo wa kubeba vitabu 1,500 kama hiki sasa. Kila moja. Hii ni kubwa kwanza. Kindle ni kama nusu ya hii. 3/4 ya hiyo. Ambazo zinatumika katika library. Kwa sasa katika huu mradi, kila Kindle ilikuwa inakuja na vitabu 200 ambazo out of this 200 100 ni zimetoka katika vitabu vimeandikishwa ama vimechapishwa katika nchi zingine, na 100 zimechapishwa katika nchi yetu hii ya Kenya. In total tulipokea vitabu 1,600 e-books ambazo ziko katika maeneo. Shikilia hapo. Na ndugu Tom ametaja kwamba vitabu kutoka nchi za nje, vitabu kutoka humu nchini. Kwa mtazamo wako, huoni kwamba waandishi wa humu nchini bado wana kibarua kigumu, vitabu vyao havipatikani, ama hata tunapokuwa tunauza sera za usomaji hatutilii maanani kwamba tunapaswa kuwajenga wale waandishi wetu na culture ya kusoma iwe inaanzia hapa kwetu nchini Kenya? Ni vizuri kuweza kuwainua wale waandishi ambao wanapatikana nchini na kuhakikisha kwamba vitabu vyao angalau tungekuwa na asilimia kubwa, tuseme kama 3/4 ama 75% ya vitabu ambavyo vinatoka nchini Kenya vinaletwa hapa. Lakini vizuri pia wale ambao wanasoma wajue mambo ambayo yanaendelea nje. Manake unapata wasomi wengi sana wanasafiri kule nje. Usijue tu yale mambo ambayo ukiwa kwa bomo, usijue tu ati kwenu wanapenda kupika tu ugali pekee. Siku utakapotembea kule nje utakuwa na matatizo makubwa sana. Kwa hivyo pia hii inawafungua wa Kenya, wanajua yale mambo ambayo yanatendeka nje. Na pia kwa kusoma vile vitabu ambavyo vimeandikwa kutoka nje, wanaweza tafuta kujua mbinu fulani ambayo imetumika na wakaweza kuandika vingine ambavyo ni bora zaidi kuliko vile ambavyo wameandika. Lakini ni vizuri kama maktaba ya kitaifa iweze kupea kipaumbele wale waandishi ama vitabu ambavyo vimeweza kutengenezwa nchini, na hiyo itawapa motisha wale ambao wanataka kuandika. Lakini pale Frank, nafikiri kunategemea na ngazi. Ndio. Kwa vile mimi niongee kama mtafiti na nimekuwa mhadhiri wa chuo kikuu. Unakuta kwamba katika ngazi ile ya juu vitabu ambavyo vimechapishwa hapa nchini na ambavyo
vinafikia ile ngazi ambayo inatakikana ni vichache mno. Wahadhiri wengi ambao wanaandika huku hawako serious. Ni kitabu ambacho manufaa yote. Kwa hivyo pia nafikiri kwa watafiti wa vyuo vikuu ni muhimu sana kuwa na vitabu ambavyo vinatambulika, ambavyo vina maelezo, ili nao wanafunzi wetu wa vyuo vikuu waweze pia kunufaika kutokana na maktaba ya kitaifa. Na ndugu Mugo, labda katika kufuatilia swala hilo katika Twaweza, nyinyi mwafanya vipi ama mwafanya juhudi zipi ili kuhakikisha kwamba Wakenya wanakuwa katika ile itikadi ya kusoma, ili wasiwe na zembea tu, ule uzembe wa kutosoma usiwepo nchini Kenya? Kile ni kitu ambacho ni cha muhimu tunafanya utafiti wetu katika kaya ama nyumbani. Na tukitembea kule tuliona kwamba nyumbani hakuna vitabu. Wazazi hawanunui vitabu vya watoto kusoma wakiwa nyumbani. Na unakuta kwamba zaidi ya 70% ya kaya zote ama household zote hapa nchini hautakuta kitabu ambacho mtoto anaweza kuketi pale, storybook na mambo kama yale. Kwa hivyo tukaanza sisi kama Uwezo, kila kaya ambayo tunatembelea tunaacha stories zile zinaweza kuwanufaisha wanafunzi wa darasa la kwanza hadi la 3. Unakuta katika ngazi ile ambayo ni ya watu ambao wanajifunza kusoma, hatuna vitabu vingi. Na nafikiri ni jambo la muhimu, ili tuweze kuinua ujifunzaji wa kusoma, tuwe na vitabu ambavyo ni vidogo ambavyo vinafaa, ili watoto wadogo pia wa ile ngazi. Kwa hivyo kama sijakosea, nimekusikia kwa makini, umesema kwamba katika majumbani mwetu mle tujaribu kuwa na maktaba ndogo pale, angalau pia ili tuwe na hiyo itikadi. Nimekuwa nikiwaomba wazazi, ukienda sokoni pale kununua mboga, kununua vitu vingine siku ya soko, pitia pia katika duka la vitabu, waulize mtoto wangu wako darasa la 3, ni kitabu kigani ambacho kinaweza kumfaa. Kitabu kipi, sio kigani? Kitabu kipi? Na ni vyema pia wanafunzi kuhimizwa, hasa katika shule za sekondari. Wanafunzi wengi wakikamilisha masomo yao kidato cha 4, wao wanauza hivyo vitabu. Wanauza kwa bei rahisi sana. Ni vizuri kuwahimiza, wakimaliza warudi nazo. Hizo ni habari mbaya. Sio desturi nzuri. Basi katika swali jingine ambalo ningependa nikuulize ndugu Watuti ni kuhusiana na wanachama wa maktaba. Je, ni mtu yeyote ambaye anaingia tu na kuchukua kitabu alafu anaondoka, ama mnafanya vipi? Tueleze utaratibu kwamba kuna wanachama, na je unalipia ili uwe mwanachama wa maktaba ama namna gani? Asante ndugu Frank. Huduma za maktaba zetu ziko wazi. Hauhitaji kuwa na wanachama maalum ili upate kufaidika na huduma hizi. Kila ambacho unahitaji ni kutembelea tawi ambalo liko karibu nawe, upate ambaye yule ako kwa customer service, baada ya kulipa shilingi 20 kwa watu wazima kila siku, ili akuelezee zile huduma ambazo ama vitabu ambavyo viko tayari viko katika tawi hilo, siweze kukusaidia wewe msomaji. Pili, lakini ukitaka kwenda kuchukua kitabu cha maktaba uende kusomea nyumbani, kile unahitajika ni kutupatia habari, personal details about yourself. Tuchukue kipande chako, tuchukue picha, na uhitaji kuja na picha kwa sababu mambo ya teknolojia sisi tumeenda mbali. Unatakiwa tu kusimama pale, tuko na biometric camera ambayo itachukua dakika 2 tu, umejiandikisha, alafu tunachukua details zako. Baada ya hapo basi utalipa fee ndogo tu. Watu wazima wanalipa shilingi 10 kukichukua kitabu kimoja kwa muda wa wiki 2. Shilingi 10. Shilingi 10 kwa kila kitabu. Na wanafunzi wale ambao ni wa umri mdogo wanalipa shilingi 5 kwa kila kitabu. Kama hawa kwa wangu hapa tunamiliki shilingi 5. Hapana, hawa ni shilingi 20, hao ni watu wazima. Ndio watu wazima hawa. Ndio. Labda wale wa chekechea nasari ndio wadogo. Na kitu cha muhimu ni kwamba mbeleni kulikuwa na uoga. Lakini kabla sijasahau, shilingi pesa kidogo sana. Kwa hivyo hata nikichukua kitabu naweza nikaondoka nacho kabisa nipotee. Tunaangalia uwezo wa wasomaji. Na kwa sababu hii ni huduma ya public ambayo inapeanwa ikifadhiwa na funded by government,
kwanza kabisa ni kuensure kwamba tuko na huduma ambayo inasaidia mwananchi. Hiyo ndio hatima yetu. Kwa hivyo lazima tuangalie ile mapato ya wananchi wale ambao wanakuja kusoma, na tuseme kuna ile subsidy ambayo serikali inapeana ili ikuwezesha wewe mwananchi upate fursa ya kuomba kila kitabu kutoka kwa maktaba. Kwa hivyo si ati ni full charge, is what we call cost sharing, kwa sababu hii vitabu pia vinakuwa kuukuu wakati watu wanavienda kusoma. Ndugu hapo bado hujanishawishi, manake mtu anaweza kaja akachukua vitabu kadhaa, alipe shilingi 50 achukue vitabu vitano aende zake. Frank, sidhani kuna Mkenya ambaye ataingia hapa kuiba vitabu. Wakenya vingine ambavyo kwa Kenya hawataiba, lakini vitabu. Na kaka Frank, mimi ataiba alafu atachukua aenda auze bwana. Na tofautiana naye, manake ukienda sokoni utapata kuna vitabu vinauzwa hata kutoka kwenye kwa shule mbalimbali. Ina mihuri ya shule. Mtu anaweza kuja achukue kitabu kisha aende sokoni kula amelipa shilingi 10 na anaenda kuuza shilingi 100 ama 50. Inawezekana. Inawezekana. Vitabu vinauzwa kwa njia hivi. Ndugu Tom, inawezekana sana. Kuna uwezekano. Lakini unajua society ina evolve. Na ni vyema sisi kama wananchi na wale ambao tunapeana huduma tuhamasishe wananchi kwamba hivi vitabu ni vyao, sio za mtu mwingine. Hii ni taxpayers money, na ni vizuri utumie kitabu upate kile ambacho ulikuwa unahitaji, ukirudisha, na bora uirudishe wapi? Kwa maktaba, ili mtoto wako, ndugu yako, kakako, jirani, mwenzako naye apate nafasi ya kuja kukiomba ili aende kufanya nini? Kukisoma. Kwa hivyo sio vizuri uwe na ile tabia ambayo ama tamaa ya kusema nitalipa shilingi 20 ili nichukue kitabu ya 6,000 niende nikakiuze pale nje. Hiyo ni skilling development. Ndugu Tomkem, naam. Mtaala mpya unaingia, unabisha hodi na si siri kwamba mfumo wa elimu wa 844 unaondoka. Na sasa hivi tukizungumza basi ni kwamba mambo mengi yanabadilika kuambatana na mfumo huu unaokuja. Inamaanisha vile vile kwamba vitabu pia lazima vibadilike. Sijui katika mtaala huo nyinyi walimu vitabu vitabadilika. Ndio, lakini yale mambo yenye kwenye vitabu mengi hayatabadilika. Utapata kwamba kama tuseme kidato, wanafunzi walikuwa wanasoma mambo katika darasa la 8 huenda ikapelekwa katika kidato cha kwanza hivyo. Kwa hivyo sioni kama hivi vitabu vitakosa maana. Ni vile tu wataweza kubadilisha mambo fulani yaweze kufunzwa wanafunzi wakiwa katika kiwango fulani hivyo. Kwa hivyo vile ambavyo vipo vitaweza kutumika vizuri. Nimekuuliza hilo swali maksudi kwa sababu kuna labda mzazi pale nje ama mlezi ambaye anaona kwamba sasa mambo yakibadilika vitabu ambavyo vipo kwa sasa hivi havina maana kabisa. Na ukweli ni kwamba elimu ukiona huu mfumo hata ule ambao kwa sasa walibadilisha mtaala mwaka 2006 hadi sasa ndio nataka kuisha hii. Lakini vitabu ambavyo vilitumika vyenye tulitumia miaka ya 90 na kitu pia vingali vinatumika sasa hizi. Ngari viko. Mambo ni yale ambayo tulikuwa tunasoma ndio tunafunza sasa hizi. Hivyo ni kubadilisha tu mambo fulani machache tu, lakini vitabu vitazidi tu kutumika. Ndugu Mugo, zungumza kidogo kuhusu mtaala mpya unaokuja kuhusiana na vile vile vitabu na kadhalika, kwamba Wakenya watarajie nini? Kile kitu ambacho kitabadilika ni kwamba kunatiliwa mkazo sasa. Ndio. Mambo ya mtoto akijifunza aweze sio tu kusoma mambo na kuyakumbuka, lakini pia tu yeye mwenyewe kufikiria. Kwa hivyo nafikiri kutakuwa na maswali mengi zaidi, kutakuwa na ile ambayo wanaita competency, ule ujuzi. Kwa hivyo hata mitihani yenyewe haitakuwa inauliza utaje mambo mawili, utaje mambo matatu. Itakuwa labda inakuuliza ufanye hiki, usimame pale usome, ukaguliwe kwa usomaji wako, sio kujibu maswali katika kuandika. Swali ambalo nilikuwa nasahau ni kwamba nyinyi mko chini ya Wizara ya Utamaduni na Huduma za Jamii, na vile vile tunapozungumzia vitabu hapo bila shaka tunagusia masuala ya elimu ambapo ni Wizara ya Elimu. Sijui mnashirikiana vipi katika mada hii ama katika swala nzima la kufanikisha shughuli ama huduma za maktaba nchini? Sitakupata vizuri Frank, lakini hebu nijaribu. Na kuuliza hivi, mko chini ya Wizara ya Culture and Social Services? Ya Sports. Yeah. Michezo, huduma, culture and arts. Culture and arts. Yes. Sijasikia ukitaja education hapo. Kwa hivyo how does the Ministry of Education come in?
Asante. Utaniruhusu nifafanue kwa lugha ya Kimombo kwamba a library service is a social service. Yes. It's not 100% educational, based on education. Kwa hivyo sisi tuko katika wizara ambayo inafaa, ambayo inashughulika na mambo ya huduma katika jamii. So library services, ndiposa nilikuwa nawaelezea wenzangu walimu kwamba wasije waipelekea maktaba hii ya public kuwa ni academic library. Sisi dhamira yetu, zera zetu ni tofauti. Ni kujaribu kuhamasisha wananchi kwamba unaweza ukasoma kwa raha, unaweza ukasoma ili ujifurahishe wewe mwenyewe ama ujinufaishe wewe mwenyewe kwa njia ama kwa mazingira ambayo ni bora, easy. Sio ile, unajua ukiangalia katika mambo ya curriculum na mazingira ya shule ni tofauti sana na ukisomea katika mazingira ambayo ni nje ya shule. So that's why we call it the public library, social recreation, enjoyment na kadhalika. Kwa hivyo tuko katika wizara ambayo inashughulika na mambo ya kusupport social services. Hata umenikumbusha, maana nikiangalia hapa nyuma yangu jamaa ambao wanasoma hapa. Hawakai ni kama wamekuja kujienjoy, wamekuja labda wanajiandaa kwa mtihani fulani. Kwa hivyo it is even academic. Many times we say reading is fun. Reading is fun. Ndio kuna uwezekano wengi wetu ambao wamekuja hapa kusoma wanajiandaa kufanya mtihani fulani. Lakini kuna wengi ambao wamekuja kusoma magazeti, wamekuja kusoma magazines, wamekuja kupata habari muhimu kuhusu afya yao. These days you read so much on internet about your health, about your lifestyle. Haya yote hutarajii kwenda kufanya mtihani, lakini kuhamasisha tu mwenyewe. Hebu tupe tu picha labda wale baadhi ya watu ambao huwa wanakuja hapa ili kusoma tu, kujijuza masuala fulani kuhusu jamii na kadhalika. Kuna asilimia kama tuseme 20 ama 25 ya Wakenya ambao wanakuja kufurahia kusoma ili wajinufaishe, kuongeza maarifa. Na kuna viongozi kadhaa. Hasa ningependa kumtaja Mheshimiwa Francis Orekabaro ambaye former speaker of the National Assembly. Bado ni speaker tu. Yeye huja hapa mara kwa mara kuja kuchukua vitabu na anapenda kusoma biographies. Na vitabu ambazo sasa ile kazi amepewa jukumu la kuleta amani. The conflict resolution, inauliza peace. Ile NCIC. Yes. Sana huwa anakuja kuchukua vitabu ambazo zinahusisha masomo kama hayo. Kuna mheshimiwa ambaye ni Koigi wa Mwere ambaye ningependa kumtaja hadharani. Pia huwa huja kuchukua vitabu hapa kuvisoma. Anapenda vitabu vya historia. Vitabu vinazungumzia mambo ya siasa. Nakumbuka wakati mmoja alikuwa amekuja kutafuta vitabu inazungumzia mambo ya machimbo. Na sio Wakenya wengi wamejua machimbo sio kitu imekuja hivi juzi. Ilizungumziwa hapo awali. Na kuna kitabu kimoja kimeandikwa na late Peter Okondo juu ya majimboism. Mheshimiwa Wamwera alikuwa anapenda kukisoma hiki kitabu. Peter Okondo yule marehemu alikuwa ameandika mambo ya mbunge wa Funyula. Alikuwa mbunge, sikumbuki constituency hasa, lakini ni kuwatajia baadhi tu ya wale ambao wanakuja kuvisoma vitabu, biographies ambazo zinaweza kukupatia habari nzuri vile unapaswa uendeleza maisha yako. So kuna wengi ambao wanakuja kusoma tu kwa kujiongezea maarifa. Na kuna hata County Commissioner wa Nairobi, Mr. Ndirangu, huwa anakuja hapa asubuhi kuanzia saa 1:30. Saa zingine hatujafungua milango ya library, lakini anaomba tu tumpatie nafasi, anaketi pale anasoma saa zingine mpaka saa 3. Kila wakati. Na askari wako pale chini na yeye anapewa nafasi kusoma. Kwa hivyo kunao baadhi ya wazee ambao wanasoma. Lakini kina mama hawaji, kina wanawake ni kama wanasoma tu magazeti labda. Mama ndio wengi. Na ndio ningependa kusema hiyo ndio category tuko na wasomaji wazuri zaidi, kwa sababu hao hasa wanapendelea kusoma vitabu vya Injili. Ndio. Sana. Motivational books, inspirational books, religious books. These are commonly used books. In our library. Na wasomaji wengi ambao wanapendelea hivi vitabu ni akina mama. Kwa hivyo kuna wale ambao akitoka kazini jioni ama wakati wa lunch break anapitia tu anachukua vitabu viwili anaenda kuvisoma mahali popote alipo. Kwa hivyo wasomaji tuko na hao wote. Na kuna wale ambao wanakuja na watoto wadogo wa umri wa miaka 3. Ndio. Tuko na vilabu ya wasomaji hapa, parent children reading clubs. Na each of the clubs kiko na president wake ambaye anahakikisha kwamba wale ambao ni wanachama wa club wamechukua vitabu, wamevisoma, baadaye wanapata ruhusa katika library, they share what they have read
under the leadership of a librarian. And within the library tuko na vikundi tofauti pia. Kila mmoja anasimamia vikundi fulani ama clubs fulani. Kwa hivyo kuboresha usomaji nchini ni kitu ya muhimu na library inachangia pakuu. Lakini niulize swali kwa sababu tunajua kwamba tunaelekea kumalizia, labda haraka kidogo. Mti ukunjwa ukiwa mbichi na watoto wengi wako shuleni. Sijui kuna uhusiano gani katika kati ya maktaba ya kitaifa na shule, kwa sababu shule nyingi kwa kweli hawana vitabu vya kusoma, wana vile vitabu vya mtaala lakini storybooks, vitabu vya kujisomea wao wenyewe hawana. Sijui pale ni hiyo. Ni ukweli kabisa. Kuna masuala matatu ningependa kuzungumzia kuhusu hilo swala. La kwanza, kuna uwezekano ile huduma ambayo tunapeana shule kujiandikisha kama mwanachama wa maktaba, ili wakicha hapa wanachukua vitabu kama 100 ama 200 waende wakavitumia katika shule. La pili, msasi anaweza akajiandikisha ili akuja akaombe vitabu kwa niaba ya mtoto wake aenda akatumie nyumbani. La tatu, wanafunzi ambao wamepata fursa kutoka shule pia wana uwezo wa kujiandikisha kibinafsi ili wakati wa weekend, wakati wa holiday ama baada ya shule, kama anakaa karibu na tawi la maktaba, pia anaenda anajinufaisha na vitabu kutoka kwa maktaba. Labda tu la kumalizia, ningependa nikuulize kwamba je, viwango vya maktaba hii na viwango vya maktaba ambazo tuko nazo katika shule zetu, viwango vyao vinaoana ama kuna inategemea na the type of primary school. Ukiangalia katika shule za binafsi, wengi wao wameinvest ku establish libraries ambazo siko katika kiwango kizuri, lakini shule za umma ndio zimeathirika zaidi. Viwango vyao viko chini kabisa, kwa sababu hata hawana ile tunaweza sema semblance ya library, lakini tunawasaidia. Library sio lazima ikuwe ni kubwa, inaweza kuwa ni vitabu ambazo mmetenga katika kabodi ya shule, siko katika kasanduku fulani na zinatumika kwa wanafunzi wote. Hiyo ndiyo njia moja ya kuanzisha huduma za maktaba, lakini in terms of quality hatuko katika hali moja. Maana yake umenikumbusha, kwa sababu maktaba bwana, wajua kuna somo maalum ama kuna taaluma maalum ya maktaba. Na unapozungumza kuhusu maktaba kule katika shule ya msingi, huenda ikawa yule mwalimu labda hata hana ule uelewa wa namna ambavyo vitabu vinapaswa kupangwa. La hasa. Kwa hivyo walimu watachangia hii katika ile masomo yao, mafunzo wakiwa katika college. Kuna unit special ya library communication. Kila mwalimu yule ambaye amesomea education, kuna hiyo unit ambayo wanasomea. Kwa hivyo ana ufahamu fulani. Haitafikia kiwango ya sisi wale ambao tumefanya library science, lakini inawawezesha kupanga vitabu vilivyo ili wanafunzi wapate kufikia na kujinufaisha nazo. Barabara kabisa. Mtazamaji, ni kipindi cha Dau la Elimu ambapo tumekuwa tukizungumza kwa mapana na marefu kuhusiana na masuala ya huduma za maktaba nchini Kenya. Mwenyeji wangu akiwa ni Richard Atuti ambaye ndiye mkurugenzi anayehusika na masuala ya maktaba nchini Kenya. Tukiwa katika barabara ya Ngong Road hapa. Hapa community hapa, ambapo tumefurahia sana ushauri wake alivyotueleza hili na lile. Jopo langu nimekuwa naye mwalimu Tom Kimbaraza, mwalimu wa shule ya sekondari Alliance, ambaye ni mwanajopo maalum ambaye huwa tunashirikiana naye katika masuala haya ya elimu katika kipindi hiki. Mtafiti John Mugo alijiunga nasi na vile tumefaidi sana kuhusiana na yale ambayo tumegusia, akisisitiza kwamba Wakenya bado wako na hatua nyingi za kuhakikisha kwamba wanapiga ili wawe katika ile itikadi ya kupenda kusoma vitabu. Ningependa vile kuchukua fursa hii kuwakumbusha watazamaji wetu kwamba unayo fursa ya kuniandikia kupitia kwa anwani ya barua pepe fotieno@standardmedia.co.ke. Nitarudia, fotieno@standardmedia.co.ke. Uniandikie ili tu kwa ushirikiano wangu na msimamizi wa kipindi hiki Rebecca Mwiruri, tutakuja kwako katika taasisi yako, katika shule yako, ili tuzungumze mawili matatu kuhusu mada ambayo itakuwa siku hiyo ya kumfaidi mshikadau yeyote katika masuala ya elimu. Imekuwa ni fahari yangu kuwa nawe katika kipindi hiki, bila kuwasahau wale ambao wote tumeshirika nao. Xavier Uma ambaye amekuwa mwelekezi wangu, wapiga picha Nebat Langat na mafundi wa mitambo wote ambao tumekuwa nao hapa katika maktaba ya taifa nchini Kenya. Jina langu ni Frank Otieno. Jumamosi ijayo pia ni siku. Kwa sasa ningependa kuapisha wana kipindi cha
Kimasomaso na Lofti Matambo.